أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema ziada za kheri kipenzi chetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ikhwani, niwakaribishe katika darasa letu hili ambalo leo tutaenda kutazama ama kuzungumzia tatizo zima la maumivu ya korodani, kitaalamu kifahamika kama testicular pain, yani maumivu ya korodani ama maumivu ya makende. Tutaenda kutazama kwa undani sababu gani zinazopelekea korodani kuweza kuleta maumivu, lakini dalili zake ni zipi, utajijuaje kwamba wewe una tatizo hili la maumivu ya korodani, na namna gani tunaweza tukapata ufumbuzi wa tatizo hili. Basi nikukaribishe twende tukaanze kuangazia tatizo hili la korodani, tukianza na maana yake kwa ujumla. Testicular pain can affect anyone with testicle at any age, kwamba maumivu ya korodani yanaweza kumuathiri mtu yoyote mwenye korodani katika umri wowote ule. Testicle are small egg-shaped reproductive organs, kwamba hiyo korodani ama hizo korodani ni vitu vidogo vilivyokuwa katika umbile la yai ambavyo ni viungo vya uzazi. Most males have two testicles, one each on the left side and the other in the right side, kwamba moja katika hizo korodani, yani kwamba mwanamume kwanza ana korodani mbili, moja katika hizo ipo upande wa kulia na moja katika hizo ipo upande wa kushoto. Testicular pain cause include sudden injury, kwamba maumivu ya korodani yanaweza kusababishwa na majeraha ya ghafla, inflammation ima uvimbe, sexually transmitted infection ama magonjwa ya zinaa. It can cause dull ache that affect one or both testicle, kwamba hayo maumivu ya korodani yanaweza kusababisha athari katika korodani yako moja au zote mbili. It can also cause swelling, pia vile vile inaweza kusababisha uvimbe katika korodani yako. However, hata hivyo pia, the pain may not actually become from the testicle, kwamba from the testicle themselves. However, hata hivyo, the pain may not actually be coming from the testicle themselves, kwamba hata hivyo maumivu kiasili yanaweza yasije kuanza moja kwa moja kwenye korodani zenyewe. The pain may come from another part of the body, kwamba haya maumivu yanaweza kuja sehemu nyingine, yakaanzia sehemu nyingine katika mwili, like stomach or groin, katika tumbo ama kwenye kinena. Maumivu yanaweza kaanzia huko mpaka kufikia kwenye korodani. Sio lazima moja kwa moja ukipata shida za korodani maumivu yaanze kwenye korodani, yanaweza kaanzia sehemu yoyote ya mwili. Testicular pain can be acute or chronic, kwamba maumivu ya korodani yanaweza kuwa sugu, yanaweza kuwa ya papo kwa hapo au yakawa sugu. Acute means that it develops suddenly, rise sharply and last a short period, kwamba haya maumivu tunasema ya papo kwa hapo yanajitokeza kwa ghafla na pia vile vile hudumu kwa muda mfupi. Hayo ni maumivu yanayofahamika kwa jina la acute, yani yale papo kwa hapo, yanajitokeza ghafla lakini kudumu kwake ni kwa muda mfupi. Chronic means that the pain gradually grows and it lasts for a long period. Na haya maumivu tunayozungumzia ya chronic, yale sugu, ni yale maumivu ambayo hujitokeza ama hukua polepole. Maumivu hayo yanakuwa ni ya polepole yenye muendelezo wa muda mrefu. Hapa tumetazama yale acute na chronic, yani yale maumivu sugu na maumivu ya papo kwa hapo. Sasa twende tukatazame main causes of testicular pain,
yani zile sababu kuu zinazopelekea maumivu ya korodani. Moja katika hizo ni orchitis. Orchitis is when a bacteria or viral infection cause inflammation one or both of testicle, kwamba hii orchitis ni maambukizi ya bakteria ambayo ni maambukizi ya bakteria ama virus ambayo hupelekea au husababisha kuvimba kwa korodani yako moja ama zote mbili. Nyingine ni epididymitis. Epididymitis is infection that affect your epididymitis. Epididymitis ni maambukizi ambayo huathiri epididymitis yako. Your epididymitis is a thinly coiled group of thin tube that carry sperm from your testicle to your sperm duct and eventually out of your body when you orgasm. Kwamba hii epididymitis ni mirija iliyokunjwa vizuri miembamba ambayo inabeba manii kutoka kwenye korodani mpaka kwenye mfereji wa manii na mwishowe ni kutolewa nje ya mfumo wa mwili pale ambapo umefika kileleni. Na nyingine ni epididymitis. Epididymitis is inflammation that affect your epididymitis. Kwamba epididymitis ni uvimbe ambao huathiri epididymitis yako. Your epididymitis is a thinly coiled group of thin tube that carries sperm from your testicle to your sperm duct and eventually out of your body when you orgasm. Kwamba hii epididymitis ni mirija miembamba iliyokunjwa vizuri ya manii ambayo inabeba manii kutoka kwenye korodani mpaka kwenye mfereji wa manii na hatimaye kutolewa nje ya mfumo wa mwili hizo manii pale ambapo unafika kileleni. If you have infection of your epididymitis, kama utakuwa na maambukizi katika epididymitis yako, your scrotum may swell and feel hot. Kwamba korodani zako utaziona ziko katika hali ya kuvimba na kuzihisi joto to the touch pale ambapo unakuwa umezishika. Na maambukizi na sababu nyingine ni varicocele. Varicocele is a group of abnormal large veins in your scrotum. Kwamba hii varicocele ni kundi la mishipa mikubwa isiyo ya kawaida kwenye korodani. May ache or cause pain during daily activities. Hii inaweza kuuma au kusababisha maumivu wakati wa shughuli zako za kila siku. Pain or discomfort usually improves when you die. Kwamba maumivu haya ama usumbufu huu huweza kupungua pale ambapo unakuwa umepumzika kwa kulala. Sababu nyingine ni testicular torsion. Kwamba testicular torsion is when the spermatic cord twists and cut off blood flow to the testicle. Kwamba hii testicular torsion ni msokoto wa korodani, yani ni kamba ya manii inapojipinda kukata mtiririko wa damu hadi kwenye korodani. It cause a sudden sharp pain. Inaweza kusababisha maumivu ya ghafla. It can occur at any time. Jambo hili linaweza kujitokeza wakati wowote. Nyingine katika hizo ni hematocele. Hematocele is when blood collects around one or both testicle. Kwamba hematocele ni ule mkusanyiko wa damu au damu inapojikusanya karibu na korodani yako moja ama zote mbili. Kwa hiyo haya tuliyozungumza ni sehemu ya inayopelekea maumivu ya korodani, yani zile main causes of testicular pain, zile sababu kuu ambazo zinazopelekea korodani kuleta maumivu mwilini. Na kama tulivyosema, maumivu hayo yanaweza kuanzia kwenye korodani zenyewe au hata sehemu nyingine katika mwili. Inaweza kuanzia kwenye tumbo ama kwenye kinena mpaka kufikia kwenye korodani. Sasa twende tukatazame symptoms may occur alongside testicular pain. Dalili huweza kutokea
kwa yale maumivu ya muda mrefu, au dalili zinaweza kujitokeza kwa yale maumivu ya muda mrefu. One of them, bruising, michubuko. Bruising may occur on the scrotum after an injury to your testicle, kwamba haya maumivu, hii michubuko inaweza kujitokeza katika korodani zako baada ya majeraha ya ghafla katika korodani. Nyingine ni nausea and vomiting, kwamba kichefuchefu na kutapika. Feeling sick to your stomach can be a symptoms of many condition that cause testicular pain, kwamba kuumwa kwa tumbo inaweza kuwa ni dalili katika hali nyingi za maumivu ya korodani. Nyingine pia ni swelling, uvimbe. Swelling may appear in your scrotum, kwamba uvimbe unaweza kujitokeza katika korodani, kwenye korodani zako. Swelling can be a symptom of an injury or an infection. Sasa uvimbe huu unapoweza kujitokeza katika korodani zako, huwa ni dalili katika korodani kuwa kuna injury, kuna majeraha au infection au maambukizi. Na ya mwisho ni fever. Fever ni homa. Fever that appear along with testicular pain is often a sign of an infection, kwamba homa ya muda mrefu na maambukizi na maumivu ya korodani mara nyingi huwa ni ishara ya maambukizi. Kwa hiyo hizi tulizozieleza hapa ni miongoni mwa dalili za maumivu ya korodani, hususan yale maumivu ya muda mrefu. Sasa kwa ufumbuzi wa tatizo hilo, Ibn Umar al-Mukhtari tunakukaribisha kufika kwenye ofisi zetu ama kuweza kuagiziwa dawa hiyo inayojulikana kwa jina la testicular pain. Dawa hii inaenda kutibu yale maumivu ya hali ya ukali ambayo ni ya papo kwa hapo yakifahamika kama acute, na yale maumivu ya hali ya usugu ambayo hudumu kwa muda mrefu yakifahamika kama chronic. Maumivu yote hayo yanatibiwa kwa dawa hii inayofahamika kwa jina la testicular pain. Sasa zile athari zilizobakia zote pia huondolewa kwa dawa hii vile vile, tukizungumza kama athari ya bruising, michubuko, athari kama ya fever, athari ya homa, athari nyingine ni kama swelling, athari ile ya vimbe ama kuvimba kwa korodani, na athari nyingine ni nausea and vomiting, ile hali ya kichefuchefu na kutapika. Zote pia hutibiwa kwa dawa hii. Dawa hii hutibu tatizo na athari zake zote. Nikukaribishe kwa kupiga namba za simu unazoziona katika simu yako ama runinga yako. Ibn Umar tunasema afya bora, nuru ya maisha yako. Nipende kumalizia kwa kusema dumu fi riayatillahi wa amni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.